Sasa ningeanza na good morning, lakini najua it's afternoon. Haijawa njema kwa sisi wengi. Maybe unaweza tuambia majina? Kwa majina mimi naitwa Raila Junior. Kwa majina unaitwa Raila Junior? Yes. So unaweza tueleza, tumeweza kupata habari kwamba mzee wetu Raila Odinga ameweza kuaga dunia. Unaweza tuambia ulisi vipi baada ya kupokea hiyo habari? This is a very sad moment and a very hard moment to go with. In fact, not only Kenyans, not only me, this is a matter of worldwide mourning. The hero, the tyrant, the teacher, the father that have rested, the lion that have rested, was a man who was viral worldwide. So by him resting is not a matter of country Kenya. This is a matter of worldwide issue. Because this is someone who is an intellectual that was with Clinton in the same school, Gaddafi, and the list is long. So this is not a mourning issue of country Kenya. This is a mourning issue taking whole world, because he was a man of the people, a choice of the people. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa mtetezi, na sio mtetezi wa Kenya ama wa Kenya peke yake. Narudia nikisema ya kwamba aliyelala na akapumzika kiongozi Raila Amolo Odinga hakuwa kiongozi ya Wakenya peke yake ama wananchi wa Kenya peke yake. Alikuwa kiongozi na mtetezi wa dunia nzima, Afrika nzima. Kwa hivyo hili janga, hili pigo la kupumzika kwake sio tu ya Wakenya, ni ya dunia nzima, Afrika nzima. Inalia na ina huzuni kwa kumpoteza kiongozi shupavu, mtetezi wa nchi dunia nzima, Afrika nzima, na Kenya na wananchi wote wa Kenya. Kwa hivyo ninashangaa na pia nashindwa kama maofficers wamekosa kazi ya kufanya kidogo. Ukiona Mkenya anasimama kwenye jukwaa ama kwenye kamera akijaribu kuongea maneno tatanishi kuhusu tyrant, legend, a teacher, a knowledge seeker, mwenye unapata Trump anatoka Ulaya, anampigia simu, anamuuliza mzee, hapa Amerika siasa inanipiga chenga kidogo, hebu nipe knowledge, nishawishi. Unapata mwingine anatoa utterance zenye azifai. Umeshangazwa sana, kwani huyu Raila Odinga mwenye amepumzika, jamani wa Kenya, huyu bwana, huyu mngwana alikuwa atutetea sisi sote bana. Huyu mngwana hakuwa na bagua, wewe ni Mjaluo, wewe ni Mkikuyu, wewe ni Mnandi. Serikali ilikuwa ikifanya makosa, anakosoa.
mbunge alikuwa akifanya makosa, anasema avutwe na anavutwa. Sasa kwa sasa nikiona wengine wana speculate maneno yenye haiko, jamani, this is nature. You know, a call of nature, hawezi zuia. We are all humans. This is a passage that all of us, we must go through. So, it's very remorseful to the whole world, to Africa as a continent. As a matter of fact, juzi tu ndiye ametoka kuwania kiti ya Afrika. Na hiyo kiti si ati alishindwa, hakushindwa. Ni venye the whites, wazungu hawapendi Mwafrika mwenye anakuanga na mwelekeo dhabiti. Hata hii kiti ya kukua rais wa Kenya, Raila hajawahi shindwa hata siku moja. Ni venye wazungu wanatumia sana inchi, ama wazungu wanatumia sana Waafrika, na wazungu huwa wanachangia sana kwa kiongozi yoyote mwenye anaongoza inchi yoyote ya Afrika. Kwa hivyo hiyo ndio imekuwa pia kizungumkuti ya Raila Odinga kuongoza Kenya ama Afrika mzima. Juu wazungu wanatakanga waweke puppet yao, na Raila amekuwa akisimama na imara na dunia nzima, Afrika mzima, Kenya mzima na wananchi wote. Uliza Kenya, ulikuwa unataka kuuliza mwanahabari. Raila's struggle imechange our life. As in, ukiangalia, hao ndio wameleta hii mambo ya free school education. Raila ndio mtu wa kwanza kupatia journalist freedom of speech. Raila ndio mtu wa kwanza kiongozi Kenya hii shupavu mwenye anatetea Kenya yote, Afrika nzima na dunia nzima bila kubagua. Wewe ni mzungu, wewe ni Mwafrika, hana ubaguzi.